Cheki chaji, juu ni ya machaji. Wacha tukuwe real. Yani umeamua gambling ikumalize. Avieta kwazo yani umeamua ikuchapanisha jo. Alafu ushatoka hapo umepigwa na stress, unatoa msolombo unaipiga friction. Yani unaamua labda ukinyonga utasikia fiti. Unaona hiyo si fiti, bado unachukua kingwai manze. Ngwai inakufanya nini? Inakulaza. Yani hiyo ni maisha gani? Yani hauwezi kaa tu hivi uangalie manze, kwani hii ni maisha gani naishi? Hakuna vitu zinakujanga rahisi. Unafikiria hapo ati gambling na tunaona hayo wapi jo? Hakuna kitu kinakujanga rahisi. Unafikiria huyo msema ameweka hiyo biashara akupatie do, si ndio? Wacha ujinga. Na mimi nilisema endelea kubet, endelea kuwekelea. Endelea, utafika miaka 40 chuani ukiendelea unasanga hakuna kitu uchaifanya kwa maisha yako juu ya gambling. Do hivi. Mr. Kwambia venye utawacha. Jumi hata pia mimi sijui. Kama ni addiction, wewe jua venye utaacha hiyo shughuli. Unaona? Hakuna kitu inaitwa microwave success. Labda uende kwa mtu wa simu tu. Na pia hata hiyo, wacha kukuadi simu tu, kupata mtu mwenye nini anakudhomboza pia ni ngumu, si rahisi. Unaona? Kwanza mtu anaangalia haga yako imekauka, imeparara, anaona hiyo iwezi. Watu wa simu tu siku hizi wanapiga ngatizi ndio pia mahaga zikuwe nini wazimu jo. Si ati unaweza ona ati nitaenda nishandwe nipate do gani? Wanasema unanuka mafi mjamaa. Hakuna kitu rahisi chaji. You have to work for it. Hata maconman wanajua strategy. Lazima wakae chini wajue kuongea kizungu. Wajue kupanga game. Unaona, wajue formula. Huko tu hapo na unangoja tu ati uende wekelea vieta ati vitu zivane. Sitaki jua. Huyu Kuela alipost ni aje amesoma 150 books mwaka yote. Lakini venye watu wanasema jo, hizo vitabu zote 150 ni za ngwati. Watu wanashanga mtu wangu, yani uko determined hadi kusoma 150 books vitabu nono za ngwati. Kwani rada? Cheki, inafai watu wampatie Kuela grace. Kusoma 150 books za ngwati si kitu rahisi. Kwanza tu dedication ya kusoma kitabu moja umalize. Nyewe mtandao achana tu. Before you marry chaji na nyonyo is make sure hizi tests zimefanyika. Kitu ya kwanza ni HIV test. Kitu ya pili ni hepatitis B, hepatitis C, all other STIs. Kuna kitu inaitwa rhesus status. Unacheki? Kuna fertility profile mtu wangu. Lazima ujue lazima ujue genotype compatibility. Lazima ujue common chronic medical conditions. Ni muhimu sana manze. Kwa sababu tu ati I love you, it is fine, lakini I love you is not enough. Inafaa ujue love ni emotions, lakini marriage ni logistics. Test everything early. Ama pay later with your body, pay later with your kids, ama pay later with your peace. Wewe lazima ujue hizo vitu saa hizi, usitake jua. Wengine mwecheche machaji na manyonyo hizi. Kuna huku Wela anaitwa Mercy Chepchumba ameolewa na Mlami, unaona? Lakini sasa ngori ni Mlami alikuwa gurumishi kijwero venye inafaa. Hakuwa mtu wa shughuli. Na nani alikuwa anasikia udu sana Uchepchumba. So si akaanza kuongea na mabeste zake wakamwonyesha, wanaendanga choche fulani. Hii choche unapigwa mkwere. Yaani unaenda choche kuna wanaume wanakuja wanakupiganisha, unarudi mtaa ukiwa fiti. No ujue Chepchumba alikuja USA na mtoi mmoja. So waliolewa na katoi. Mlami akakuja akapata nezo matext, akacheza chini jo. Akangoja siku yenye Kuela ameenda kubomolewa. Si amemfuata yani kiunini FBI. Akacheki, akakuwa na evidence yenye iko sawa. Usikie Chepchumba anasema ni aje anakakuja Kenya Krisi na mtoi Mlami akamwambia yeye zienda saizi juu anapiga shughuli, lakini atamlipia ticket alafu aende akishamaliza shughuli arudi. Usikie Mlami alimlipia one way ticket. Na hiyo time alikuwa nile 2 year conditional green card, ile miaka 2. So ilikuwa nafai akuje afanye sasa atoe conditions akuwe na green card ya miaka 10. Usikiva jamaa amefika tu hivi maeria. Mlami ashaenda kwa lawyer, ashachukua lawyer, ashaenda kwa judge, sijui amenadi kwa watu wa ICE. Unaona ashasema venye huko Kuela anamcheza. Na usikiva njoo hiyo nini? Hiyo green card yao kueleka kwa cancelled. Hivyo jo. Sasa unajua sasa Kuela shamaliza shughuli na kurudi nini Mayolo. Tupa ticket wapi? Mlami amengoa jo, akamwonyesha kila kitu. So usikiu dem na nasikia ako sijui ni kuresoi ama sijui ni Kapsabet analia tu kwa mtu wangu. Ameharibu maisha.
Usitake jua. Cheki chaji, ukifikiria ati wewe ndio uko na shida mtu wangu, yani shida imekushika. Kuna mjamaa analea watoto 3 wenye si wake na ajui. Kwanza baby mama ama wife yake anakimbia na watoto kwao, jamaa anafuatilia, inakuwa ni police case. Anafuata watoto wake na ajui si wake. Sasa usione ati wewe uko na shida. Kuna watu huko nje wako na shida zingine ngori. Usitake jua. Ingine mwecheche machaji na manyonyo. So watu hiyo miaka 14 wanashare dildo mtu wangu. Washajua kutumia nini msolombo mchinku. Sasa ngori iko hivi pale hivyo Kitengela. Madam fulani amepeleka mtoto wake 14 years hospitali juu mtoto hii amekuwa ana complain akikojoa anasikia uchungu manze. Ana complain sijui akona sijui ni sore throat kila saa. Daktari ameenda amefanya nini testing unapata mtoto yako na chlamydia jo. Mama anashanga ni sexual transmitted disease mtoto wangu kwani una nini unathombozana mtoto anasema yeye hajawahi. Akatibiwa. After tena sijui 6 months tena mtoto yako na the same problem. Wazazi wako na kwani mtoto na wanaangalia anatoka shule. Sasa unasema kwani uko shule ndio mtoto anadhombozana ama nini? Wameenda shule wapi? So the whole holiday mtoto amekuwa tu yeye tuna best yake kuela. Pia mtoto mwingine kuela wameenda wamepata pia ako na nini? Akona chlamydia. Kumbe imepatikana ni aje kwa text messages. Mtoto mwingine wa nyumba nyingine amekuwa anaiba dildo za mama yake. Unajua yeye mama yake ni single mom. Amekuwa anaiba madildo, wanakuja wanashadaka katoi kingine mtu wangu jo. Sasa kumbe huyo mama ndio alikuwa ana chlamydia. Na anatumia the same sex toy alafu aniweka hapo hata yoshi vizuri. Mtu wake anakuja anachukua anajidhomboza nao anakuja anapatia beshte yake. Unacheki? Ni mbaya mtu wangu sitake jua. Usikii machaji na manyonyo siku na mamorio wangu wamenichachishia ni aje. Twende hivi Colombia mtu wangu. Tukasere. Niambie Colombia kusere. Tunasema twende hivi. Utaenda ucheki madigida zile zenyewe za makwela malatina jo. Ati wale madem wako na manini majegi zingine standi. Unaona? Nikwambia yani mimi nitoke USA. Nini hadi Colombia juu ya madigida. Wakaniambia buda zile ni hatari. Ujaiona zile. Nikwambia hapa pia USA kuna hadi malatina mtu wangu. Masinyorita wako hapa hivi chini kwa chini. Wakasema hapana. Huko hivyo ni kwenyewe the source. Malisa zimezaliwa jo. Nikaonesha mimi ni December. Mimi nibaki tu hapa hivi USA nikidhokoma jo. Wakaniambia jo mimi ni mblay na wakazidi. Haina noma. Nikamwambia ni aje mtakuwa mkinitumia nini? Mamboto. Sasa wamezidi. After siku 2 wamenitumia boy wangu mmoja amekaliwa na kilatina kimoja hapa hivi, mwingine hapa hivi na mwingine amemdaria kwa shingo. Unasema manini mahaga jo. Alafu sasa zile sani haga zenyewe. Wachana zile za Vera Sidika zinakaa mtungi. Zile ni zenyewe jo. Nikamwambia kumbe buda mnasikia fiti hivyo. Akasema wewe ulilalisha. Nikamwambia ina noma. Kuna tu next time. Buda after siku 2 nasikia nini kwa nini yangu kwa Facebook. Unajua mimi nimeshangaa. Sijatumiwa nini mess kwa Facebook. Nenda naangalia DM. Ni boy wangu mmoja ananiambia buda kuna venyuku hivi imeturamba jo. Nikamwambia ni aje kumbe wale makwela walikuwa ni makwela wa cartel. Wametuitania. Usikia samati hii majamaa waliingia kwa hiyo apartment yao. Waliingia na maridhi wakawapona kila kitu wameponwa, wameachwa tu passport jo. Wameponwa hadi zile nguo walikuwa nazo. Kila mtu ameachwa na nini na boxer. Alafu sasa shida ni ndege yao ya kukam ilikuwa kama 3 days. Unaona sawa shaponwa wanashanga sawa hadi ma credit card zote zimeponwa jo. Mimi sasa wakaanza kuniambia ni aje itabidi wewe umecheza kaki wewe tujue venye tutafika Mayolo. Nikamwambia sasa mimi nataka nido nini? So ikabidi kwanza nimemwambia ni aje mimi ndio wakati ya hoteli tu hivi lakini hiyo do mtahilipa mara 2 jo. Wakasema ina ile unaona sasa usikii wamerudi USA juzi. Wameparara mtu wangu. Alafu sasa usikii mimi nimemwambia wase si mimi niko ready twendeni hivyo Colombia. Karibu waniingie mangumi jo. Mimi nakwambia zile ma South America kule vyo kuangi mchezo. Usitake jua. Cheki chaji. Mademu wa mangado kwa wanaume kwenye wanaume nyao mademu hawapendi. Kule anakuangalia na wewe ni mtu useless hata kuomba do.
Lakini wale wase wenye mademu upenda aombangi pesa mtu wangu jo. So ukicheki kweli amekuja kuomba do, awe jua wewe mtu wangu, wewe ni mtu hivi hivi jo, usitake jua.